Yesu, ni wakati ambapo tunaendelea kusikia kutoka kwako. Unapoendelea kutubariki kwa nyimbo, ushuhuda na sifa na ibada na mambo mazuri ya shukrani, hata kwa neno lako, nena mioyo yetu tuponye, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Reverend wa parish hii mpendwa, wazee viongozi wa kanisa, mzee Kiragu, rafiki na mpendwa mjoli katika kazi ya redio na televisheni, na washiriki mliokuwa hapa siku ya leo, Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kweli nimekuwa na hamu ya kuja hapa kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, nimewapenda hawa wapendwa wa ushirika ya Tukutendereza, wamenipendeza sana, pamoja na kanisa hili la PCA. Wakati nilipoanzisha kazi ya redio miaka 28 iliyopita, walinisaidia kupata barua ya kwanza kutoka Ayub Kinywa, na tangu siku hiyo tumekuwa marafiki. Ingawa ni mara ya kwanza kuja hapa, ninyi watu wa PCA mmekuwa partners katika kazi ya Sayare Radio, na ndio maana yake hata leo nikiwa hapa watu wanawasikiliza moja kwa moja kwa redio, na hiyo imenifurahisha sana kuwa hapa. Ya pili, nimefika kuomba msamaha na kulipa deni. Kuna wakati ambapo mliningoja hapa, lakini sijui ilitokea nini, labda haikuwa mapenzi ya Mungu, nikachanganya tarehe. So tarehe hiyo mkiningoja nilikuwa mbali na sikuweza kufika. Tarehe ya leo nimengojea kama mtoto anataka kuzaliwa, na leo huyo mtoto amezaliwa, nimekuwa hapa kwenu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nimewapenda sana na ushirika wa hapa. Nimependa kazi zote, nimependa utaratibu wa ibada, nimependa kazi ya watoto, walimu wa watoto, kazi ya watoto. Mungu awabariki sana. Sisi watu wakubwa ni rahisi kuwahubiria watu wakubwa, lakini ninyi kujitoa na kukuwa na kikundi kama hicho, kweli Mungu awabariki sana katika jina la Yesu. Nitaomba kama kikundi changu cha Sayare watapata nafasi ya kuwarekodi hao watoto, ili waangalau wabariki watoto wengine katika wasikilizaji ambao wanatusikiliza, wawe baraka. Kama mtakubali tufanye hivyo katika jina la Yesu. Nimefurahi pia kupata waimbaji hawa kwaya. Wakati mwingine tunatafuta kwaya kutoka Afrika Kusini, kutoka Nigeria, kutoka Rwanda, lakini hawa wameimba. Na mtu wangu wa kutengeneza vipindi, tafadhali Jumapili ijayo tuwaweka hawa kwa kipindi chetu cha Glorious Hour, angalau wabariki watu wengine. Nimesikia kubarikiwa na ule wimbo ambao waliimba hapa, ndio tutaweka. Nimesikia kubarikiwa sana katika jina la Yesu. Jina langu ni Eli Rop. Singependa kutumia neno askofu. Eli Rop kwa sababu nimeokolewa na Yesu, na Yesu amenisamehe dhambi. Mimi ni msafiri wa kwenda mbinguni, na nikiwa hapa nimekuja kama ndugu shahidi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ninashiriki na ushirika ama dhehebu la Full Gospel Churches of Kenya, kwa sababu huko ndipo niliokoka miaka 50 iliyopita katika shule ya watoto Chemele lilipohubiriwa na mzungu. Nikatubu, na sijasahau ya kwamba nilipiga magoti hapa nikatubu. Na kwa sasa ni askofu, katibu mkuu wa dhehebu hilo katika ofisi yetu ambapo ni kule Nairobi. Hiyo si ya maana, lakini mnijue mimi ni nani. Tumeunganishwa na neno moja la muhimu sana: imani ya mitume. Tumekiri hapa, tumekariri, na hatutaji tu kwa maneno ya mawazo, lakini tunanena hata kutoka moyoni. Tunaposema kwamba namwamini, mnaanza na kusema nini? Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi. Ya pili, tunamwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, ambaye ndiye nani? Bwana wetu.
aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hilo linamaanisha pia kwamba ya tatu tunaamini Roho Mtakatifu. Ya nne tunaamini, songa mbele kidogo, alizaliwa, aliteswa. Maana yake kwamba huyu Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, alitoa damu yake ili sisi tukombolewe. Watu wa Agano la Kale walitoa damu ya mbuzi na kondoo na ndege, lakini sisi tumekombolewa kwa damu ya mwana kondoo. Ndio maana yake tunamwamini Yesu, na kila mmoja aseme amen. Nataka uchukue alama hizo kama msingi wa mafundisho ambayo nitasoma baada ya dakika chache. Songa mbele kidogo. Baada ya kumwamini ya kwamba alikufa, akafufuka, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Tukiwa sasa hapa, ako pale akituombea. Lakini kuna siku atakuja kuhukumu walio hai na walio kufa. Maana yake ni kwamba kuna maisha baada ya hapa. Tunaamini kwamba maisha haiishi hapa duniani, kuna maisha baada ya hapa. Halafu tunaamini kitu kingine hapa, Roho Mtakatifu, kanisa takatifu. Kanisa takatifu si kanisa la Pentekoste, si kanisa la PCA, ni kanisa la watu waliozaliwa mara ya pili kwa kumwamini Yesu na kusamehewa dhambi zao. Tunaliita kanisa la ulimwengu. Na mimi nikiwa hapa, ukiona mimi nina furaha, nyinyi mliokoka na mimi niliokoka ni mashirika wa kanisa la ulimwengu, kanisa la takatifu, ni kanisa litakaponyakuliwa Yesu atakaporudi. Maajabu ambayo yatatokea Yesu akirudi ni kwamba watu katika madhehebu wanaofikiri tuko katika dhehebu mzuri wanaweza kujikuta wamebaki kwa sababu hawakujua siri. Na wengine ambao unawadharau ukifikiri wako kwa hiyo kanisa nyingine ambao wanadharauliwa, utawakuta ndio wako wa mbele mbinguni kwa sababu waligundua siri ya kuokoka. Ndiposa hata na mimi leo nimetoka kwa madhehebu yangu huko, nimekuja hapa kwa sababu ndani hapa kuna watu waliozaliwa kwa damu ya mwana kondoo, tutakaoingia pamoja nao katika ushirika wa uzima wa milele. Amina. Petro alipopata nafasi kuhubiri injili ya kwanza, ilikuwa baada ya siku ya Pentekoste, ama ni siku ya Pentekoste, akasimama kuhubiri injili ya kwanza. Aliposema kwamba tubuni, watu waliposema tufanye nini, akawaambia tubuni. Injili hiyo ya tubuni Yesu alikuwa amehubiri, lakini Yesu mwenyewe alikuwa hajakufa, kwa hivyo damu ya Yesu ilikuwa haijamwagika. Lakini ni mara ya kwanza Petro alipohubiri katika Matendo ya Mitume 2. Akahubiri, watu walipoguzwa mioyo yao, akawaambia tubuni. Na Biblia imetuambia kama tulivyosoma hapo awali ya kwamba na watu walipokea neno. Maana yake kwamba walitubu. Ukisoma mbele kidogo inasema kwamba na watu 3,000 wakabatizwa. Ni mara ya kwanza kanisa likazaliwa, ambalo ni kanisa hili la waaminio Yesu, wakaanza kubatizwa upya kwa imani hii tunaoamini. Alafu Biblia ikasema kwamba na baada ya hao 3,000 kuokoka, walidumu katika fundisho la mitume. Neno kubwa ambalo nitataja kwa dakika chache ambazo ziko kwa ibada ya leo ni kudumu kwa fundisho la mitume. Mitume hao wa kwanza, Petro na Yohana, baadaye Paulo na Sila, walifundisha nini? Biblia ikasema kwamba walidumu katika maombi, walidumu katika mambo mengine hapa ambayo ni mazuri. Ishara na miujiza ikatendeka, wagonjwa waliponywa, lakini jambo la muhimu nachukua hapa ni jambo hili, fundisho la mitume. Kwenu ambao tumeenda shule, anaposema fundisho la mitume, inaashiria kwamba kuna mafundisho mengine ambalo si fundisho la mitume.
Fundisho la mitume ilidumu ya kwamba Yesu ndiye Bwana. Tubuni kwa kumwamini Yesu. Kwa sababu Yesu mwenyewe alifundisha katika Yohana 14 mstari wa 6 akasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hilo ndilo fundisho waliodumisha. Hatuwezi kwenda kwa Baba kwa njia tofauti. Nidokezee tu kidogo, watu wamejaribu kwenda kwa Baba kwa njia mbalimbali. Wengine wamejaribu kwa majina ya mitume waliotokea. Wengine wamejaribu kwa kununua maji, kwa kununua mafuta, kwa kununua vitambaa, kwa kufanya vitu vingine vya sarakasi ya leo, na kutangazia bila aibu, hatuna njia ingine ya kwenda kwa Baba. Yesu ndiye njia na kweli na uzima wa milele. Kanisa, mseme amen vizuri. Mtataja hapo mbele pia kidogo, watu wamezuka kulete matambiko. Wengine wamesema eti kwa sababu unalaana sijui ya ukoo, sijui unalaana sijui ulitoa wapi, unahitaji kutoa sadaka ya mbuzi, sijui unahitaji kutoa kondoo. Kama damu ya Yesu haikukukomboa wewe mjinga, je, damu ya mbuzi itakukomboa? Damu ya Yesu ilitosha na hatuwezi kuongeza damu ingine. Damu ya Yesu imetuosha, damu ya Yesu inatosha, ni ukombozi tosha kabisa. Haleluya! Hatuwezi kuongeza ukombozi wetu na mafuta. Hatuwezi kuongeza ukombozi wetu na maji ya kutoka Jordan. Hatuwezi kuongeza ukombozi wetu na majina ya watu wameanzisha dini. Ni damu ya Yesu inatosha. Damu ya Yesu inatosha. Salamia mwenzako, mwambie damu ya Yesu inatosha. Jameni, rudia mara ya pili, damu ya Yesu inatosha. Bwana wetu Yesu aliposulubiwa msalabani, akielekea kumaliza kazi yake, akasema neno moja, imekwisha. Hata na wewe ulio hapa, ulipomwamini Yesu, yote yalimalizika msalabani. Na hakuna dhambi, hakuna deni, hakuna laana, hakuna jambo lolote ambalo lilibaki nyuma, ambalo lilibaki na wewe ulipomwamini Yesu. Neno la msalabani, imekwisha, ilitosha. Haleluya! Ndiposa mara nyingi napenda kuimba wimbo huu, nimekombolewa na Yesu na sasa kulionyeshwa pendo lake, nimekuwa mtoto wake. Kombolewa, kombolewa, na kombolewa na damu. Kombolewa. Mimi mwana wake kweli. Hebu nisaidie imba hiyo laini ya mwisho. Mimi mwana wake kweli. Kama umekombolewa, neno hilo la kufurahisha ndani ya moyo. Amen, kanisa la Bwana. Tulikombolewa na damu ya Yesu kwa kumwamini Yesu kwa Mwokozi, ambaye nilisema hapo awali, yeye ndiye njia na kweli na uzima. Bwana wetu Yesu Kristo katika mafundisho yake akasema katika Marko 7 mstari wa 7 ya kwamba hawa watu wananiabudu kwa midomo yao, lakini wanafuata mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. So nje ya fundisho la mitume, kumbe tuna mafundisho kanuni kinyume kabisa
na fundisho la mitume tunaita mafundisho ya wanadamu. Mafundisho ya wanadamu ni mafundisho ya aina gani? Ni mafundisho ambayo katikati yake ni mwanadamu ainuliwe, si Yesu ainuliwe. Ndio amezuka watu na madhehebu ambao unaona jina. Nimefurahi sana nimekuja hapa na nimeheshimu sana Reverend hapa. Si yeye ameinuliwa, yeye ni kiongozi, yeye ni mtumishi wa Bwana. Mahali pengine yeye akifika pale watu wanapiga magoti. Akifika pale watu wanaosha barabara wakioshea yeye na omo, wakisema askofu mkuu anakuja. Si Yesu anakuja. Hiyo ni kinyume. Yesu ndiye Bwana katika kanisa, lakini fundisho la wanadamu wanamuinua mwanadamu. Sifa inaenda kwa mwanadamu. Mwanadamu anaonekana kutoka kwa picha barabarani, picha kanisani, picha kila mahali, wanamuinua mtu na kumuinua na kumuinua. Hiyo ni fundisho la mwanadamu. Fundisho la mwanadamu linamjenga mwanadamu. Haijengi Yesu, haijengi ufalme wa mbinguni. So ukiona watu wote ambao wanajenga mwanadamu, ujiadhari nao. Ni fundisho la mwanadamu. Fundisho la mwanadamu limetoka wapi? Linataka mwanadamu akulie. Tumbo la mwanadamu. Mimi nimetoka dhehebu fulani ambalo ni marafiki zangu tu, lakini wameinua mwanadamu kupita kiasi. Mwanadamu ambaye anaitwa askofu ama mchungaji akifika kwako, kwanza lazima kuku akufe, lazima chapati ikulwe, lazima utafute nini na nini na nini. Usipofanya hiyo ni tabu na shida. Sitawalaumu, lakini ni fundisho la wanadamu. Mpaka kanisa hilo nilipokuwa siku moja kwa kazi ya Bwana, mjamaa mwingine akatuambia kwamba pole sana, tumbo la askofu limekuwa kaburi ya kuku. Nilisikia vibaya sana. Kwa sababu tunaweka makanuni. Mpaka mahali fulani nilipoenda nilikuta mama ambaye ni mjane maskini kabisa, anakopa vitu dukani eti kwa sababu mimi kama askofu nimeenda huko kuwatembelea. Nililia machozi nikasema ni mimi nastahili kumpa. Lakini kwa sababu ati ni jina la askofu, mama anaenda kukopa dukani, ajui hata atalipa namna gani ili anisaidie mimi. Ni mafundisho ya wanadamu. Niliwaambia kwamba si mimi nitakubali hivyo. Lakini mafundisho ya wanadamu hujenga mwanadamu kuliko kumjenga Yesu. Na hii ndio hatari moja kubwa kinyume na mafundisho ya mitume. Fundisho la mitume, Yesu ndiye Bwana na Yesu ndiye anainuliwa. Sijakataa tutoe sadaka. Sijakataa kwamba Mungu akikuguza wewe ulete baraka kwa mchungaji. Lete baraka ya haki, si baraka ya lazima, si baraka ya kutafutwa, si baraka ya kutunga hadithi. Nilikuwa Nigeria siku moja, wanatunga hadithi mpaka unatoa pesa yote mpaka unakosa hata transport ya kwenda nyumbani. Ni porojo. Mungu anapenda watu wanaojitoa kwa moyo. Yesu akikuguza unatoa, lakini si kwa lazima, ni kwa hiari, ni kwa upendo, kwa kumuinua Yesu na kazi yake. Sinisikia amen hapo? Fundisho la mitume ni fundisho letu. So fundisho ya kwanza ambayo ni kinyume ni mafundisho ya mwanadamu. Fundisho la pili ambalo ni kinyume, Paulo akamwambia Timotheo katika waraka wa kwanza wa Timotheo 4 mstari wa kwanza. Naomba unipatie somo hilo pia. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine wataikana imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya shetani. Kutambua mafundisho ya shetani si ngumu, kwa sababu kila fundisho ambalo ni kinyume na asili ya maumbile na amri asili ya Mungu ni mafundisho ya shetani. Katika bustani ya Eden, Mungu alimwambia Adam na Hawa msikule tunda. Shetani anakuja anasema kwamba mkikula tunda mtakuwa na akili kama Mungu. Ni mafundisho ya shetani.
Nyakati zetu ambapo tunaishi, tuna mafundisho mengi ambayo ni ya shetani. Ingawa najaribu kujihadhari sana, lakini ni neno la Bwana. Kama ndoa si katikati ya mwanamke na mwanamume, ni mafundisho ya shetani. Kwa sababu asili Biblia imesema Mungu aliwaumba mwanamke na mwanamume akabariki ndoa. Mitume akatuandikia akasema kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ndoa na iheshimiwe. Tuna roho mbaya siku hizi ambayo haipendi ndoa. Watu wanaoana leo, baada ya mwaka moja wanaachana kwa divorce. Biblia imesema kwamba aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Mimi najua kwamba nitaguza mioyo ya watu wengine hapa, basi utanisamehe tu nikikuguza, lakini nakuonyesha kwamba mafundisho ya shetani yamekuja hapa kuondoa jambo la asili aliyoliweka Mungu. Nilikuwa na tatizo kubwa sana nilipotembelea Norway kuhubiri, kwa sababu 50% ya watu walio kanisani hawataki kusikia neno hili. Lakini kama Mungu amesema ndoa na iheshimiwe, utaiondoaje kwa Biblia? Washiriki, Bwana asifiwe. Tusalamiane hewani, Bwana asifiwe. Utaiondoaje kwa Biblia? Na Biblia imesema aondoaye na alaaniwe na aongezewe laana. So Biblia imesema ndoa na iheshimiwe. Leo hii jambo la ndoa limetupiliwa mbali. Watu wanaiona, nimeshukuru Mungu, mzee umeniambia ulienda Koito. Alafu mzee umeuliza hawa hatua yenu inayofuata ni nini? Nimesema asante kwa Mungu, bado kuna kanisa linaloheshimu ndoa ya watu. Nje kule watu siku hizi ndoa imetupwa mbali, watoto wanatoka nyumbani wakienda college, wanaoana, wakimaliza college wanaachana, wanangojana. Siku hizi ndoa imetupwa mbali, ni fundisho la shetani. Fundisho la shetani si jina la Yesu peke yake, hata uchawi inapatikana katika maisha ya watu wengi. Wamo kanisani lakini hawaombi kwa jina la Yesu peke yake, wanaongeza vitu vingine ndani ya imani yao. Wengine wamepewa mairizi kwa sababu jina la Yesu limeshindikana. Mchungaji ameniombea, sasa kama sijapona sinitafuta namna ya kupona. So unakuta kwamba katika madhehebu mengi si jina la Yesu peke yake, hata vitu vingine ambavyo havimpendezi Mungu vimeingizwa katika ibada. Mimi nimehubiri mara nyingi na kusema kwamba nitaomba kwa jina la Yesu. Ukipona, sifa ni kwa Yesu. Usipopona, sifa ni kwa Yesu, kwa sababu hata ukipona utakufa anyway siku moja. Kwani Yesu alifufua Lazaro? Si bado alikufa tu? Kwa nini hakuishi siku zote? Mbona mjasema amen hapo? Bwana Yesu asifiwe. Kwani alifufua Lazaro? Lazaro bado yuko? Si bado alienda? Mimi nashukuru Mungu, nimeona ishara nyingi kwa jina la Yesu. Nimehubiri Kenya, Uganda, Tanzania. Nilipokuwa Tanzania, mama alitolewa hospitali karibu afe, wakalete hapa kwa jina la Yesu, tukaomba, mama akapona, watu wakashangilia. Nikasema akishangilia si mimi nimepona, na hata pona milele, bado atarudi kufa siku moja. Na akipona ni Yesu, akiondoka duniani bado ni Yesu, kwa sababu hatuko hapa duniani milele. Mbona mjasema amen? Kwa hivyo kufanya ishara na miujiza si kumsifu Mungu, si kumuinua, si kumsifu mtu, ni mapenzi ya Mungu. Mungu akikupa pesa ni mapenzi ya Mungu. Asipokupa pesa baada ya kuamini, bado hudumu katika wokovu. After all, pesa ni temporary hapa. Hatupimi wokovu na pesa, hatupimi wokovu na ghorofa, hatupimi wokovu na mashamba tuliyopata. Shetani asitudanganya kwamba tunakuja hapa kupata pesa. Unaweza kupata, unaweza kukosa, lakini tukipata, tukikosa, safari yetu ni ya uzima wa milele kwa kumwamini Yesu na kusonga mbele katika imani ya uzima wa milele.
Mafundisho ya shetani yanataka kusema kwamba unaona usipopata hapa upate pale, unachanganya. Ni mafundisho ya shetani. Fundisho la tatu ambalo ni kinyume ni Matendo ya Mitume, Timotheo wa pili 4 mstari wa 3. Karibu ninamaliza. 2 Timothy 4 verse 3 inasema kwamba katika nyakati hizo za hatari kutakuja na wakati watakapokataa mafundisho yenye uzima, ila kufuata nia zao wenyewe, wakijikusanyia walimu wengi watakawaambia yale masikio yao yanataka kusikia. Masikio ya utafiti, itching ears. Hatari tulio nayo siku hizi, watu wanakuja kanisani wengi kwa entertainment tu. Watasema wamebarikiwa kwa sababu wameambiwa utapata Prado, utapata shamba. Mjinga gani ameacha Prado nje unaenda kuokota bila kufanya kazi? Mnionyesha hapa Langas mtaa gani watu wanasahau magari yao unaenda ukiokota? Bwana asifiwe. Wazee sijui kama bado tuko pamoja. Ati baraka yako iko around the corner. Kona gani? Unionyeshe hiyo kona gani? Kona ndogo ama Kisumu kubwa? Around which corner? Mimi najua Mungu anabariki kazi ya mikono. Ukifanya kazi kwa bidii, Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Lakini watu wengine wanataka kwenda mahali ambapo wanadanganywa. Ukikuja kwa kanisa letu unapata baraka cash. Wengine wameuza mpaka mashamba. Wengine wanahangaika. Nilihubiri mahali fulani pia Ulaya, sitawaambia ni wapi. Sasa nimehubiri na nguvu ya Mungu imeshuka namna hii, watu wanabarikiwa kabisa. Wanakuja kupiga magoti mbele hapa niombe na wao. Mama mmoja akaniambia kwamba umehubiri vizuri, Yesu anaweza kujibu maombi. Nikasema ndio. Akasema nina mume ambao tumekaa na yeye miaka 3 anakoroma silali. Mwambie Mungu aondoe yeye nipate kuoa bibi mwingine. Watu wanaovutia siku hizi wanaahidi vitu ambavyo haviwezekani. Alafu watu wanaenda huko wanasema huyo mhubiri. Tunatoka kwa hiyo makanisa siku hizi ya kutoa unabii na kusema Sarah Francis. Ukisema Sarah Francis, siwezi kukosa Sarah hapa, siwezi kukosa Francis hapa, siwezi kukosa Emmanuel hapa. Bwana asifiwe kanisa. Salamiane hewani, Ati Christina na unaruka kidogo. Hiyo ni porojo. Kama roho wa Bwana yuko, roho wa Bwana yupo. Lakini maneno ya kutoa maunabii, maneno. Alafu nasema yeye ni mtu wa Mungu ameniambia kweli. Sikatai, shetani anaweza hata kutabiri ukweli, lakini shetani. Alafu unaenda unakuta nyumba nyingi zime kule kwetu nikaalika mhubiri mwingine nilifikiri ni mhubiri mzuri. Alafu anaangalia mke wa mtu, anamuita vizuri Paulina. Akasema Paulina, Mungu amesema utaolewa. Na Paulina amekaa na mume wake hapo, walioana mwaka mmoja iliyopita. Anamwambia utaolewa. Sasa utaolewa na nani na hako na mume wake hapo? Sio ni kubomoa nyumba? Na unakuta Wakristo wengi wanapenda hiyo maneno ya kusema ametabiri maneno ya kweli. Na kama Paulina angekuwa mjinga, awe amekosana na bwana yake kidogo, si atasema basi haleluya, nabii amesema. Mafundisho ya masikio yanayoichi. Hiyo ndio mafundisho ambayo iko kwa radio na TV na YouTube. Na unakuta Wakristo wanafuata mambo hayo ati mtu ni nabii. Mtu anasema ukweli. Sikatai ya kwamba kuna manabii wa kweli, wapo. Wa kweli ambao wanasema neno la Mungu la kweli. Lakini lazima usikilize kwa makini, usielekezwe na roho zidanganyazo.
Baadaye unakuta kwamba ushirika mzuri kama huu ya Wakristo waliokoka wanaoenda mbinguni, mjamaa anakuletea maneno, unatoka hapa unaanyanya ukitangatanga huko, unaacha kanisa mzuri la wachungaji, eti unafuata watu wa kutolewa manabii. Baadaye unabii kikosa ukuta, unakwenda duniani. Ndivyo watu wamepotea. Wacha nikutangazie kwa Roho wa Bwana aliye ndani ya moyo wangu, ukikosa kwenda mbinguni hapa kwa mahubiri ya PCA, usifikiri kuna mhubiri mwingine atakupeleka mbinguni, kwa sababu mbinguni ni kwa jina la Yesu peke yake. Usihangaike ati unatafuta mtu mwingine. Yesu yuko hapa, na ukiomba yeye hapa, Yesu anajibu hapa, Yesu anaokoa hapa, Yesu anainua hapa, Yesu anabariki hapa. Kaa hapa katika nyumba ya Bwana katika jina la Yesu. Hii mafundisho mengine ya kuhubiri sijui kwa fellowship sijui wapi, unaenda unaombewa na mtu ambao hujui alitoka wapi na anaelekea wapi. Unaenda unapeana kichwa kwa kila roho, kila mtu, kila nabii ambaye ako na nguo nyeupe na nyekundu na green, mwingine ana mandevu marefu, mwingine ana manywele sijui kiasi gani. Hiyo manywele na mandevu na manguo haiokowi, ni jina la Yesu linaokoa. Na nikiwa hapa nasikia ni jina la Yesu linatajwa, hata hapa Yesu anajibu maombi. Kile kitu ambacho kitakubomoa, Biblia imesema kwamba mitume walidumu kwa ushirika. Nimefurahi sana kukuta kwamba hapa kuna ushirika. Dumu katika ushirika, kwa mazuri au kwa mabaya, walidumu katika ushirika. Ukitaka kufaulu na uzima wa milele, dumu katika ushirika. Fundisho ya roho zidanganyazo ni kuondoe kwa ushirika. Ukaanza kutangatanga, ukaenda Kakamega, ukitangatanga ukaenda Kisumu, ukatangatanga ukaenda Nairobi, ukatangatanga ukaenda Mombasa, mwisho unakuishia Shakahola. Halo, kanisa Bwana asifiwe. Mwisho unakuishia wapi? Shakahola. Kwa kutangatanga, kufuata roho zidanganyazo. Dumu katika fundisho la mitume. Jinsi gani ulivyookoka, jinsi gani ulivyopokea. Nyakati za mwisho tuna roho nyingi zidanganyazo na wanajua kutunga. Nilipoanzisha kazi ya radio, kazi ya TV 2004, kuna mhubiri mmoja kutoka Mombasa alileta programu yake na niliweka kwa TV yangu. Nikaweka kwa wiki 2, Roho wa Bwana akanikataza. Nikamwambia kwamba mimi nataka kuja kukuona. Na alikuwa analipa pesa nyingi kuweka program hewani. Nikachukua ndege, ilikuwa inaitwa Jetlink, mpaka Mombasa. Nikaenda kwa kanisa lake. Hakuna kanisa, haikuwepo. Alichokuwa akituonyesha kwa TV ni porojo, ni picha ambayo imeundwa. So nikamwambia nataka kuona hao wa Kristo, nataka kuwahoji hao ambao umesema wameponywa, nataka niwaone. Akasema unajua juzi municipali walikuja wakabomoa mahali ambao tulikuwa tunaabudu, sasa umekuja unipe muda nijiandae. Unajua hii ni porojo. Unaona vitu vingi ambao mnaona kwa picha, mengine si kweli. Usiondolewa kwa ushirika ya TV na ushirika ya TV. Dumu katika ushirika ya watakatifu, mahali ambapo anaomba na Bwana anasikia. Si kanisa mseme amen. Mimi mwenyewe nilienda nikamkuta porojo hakuna. Ni picha anapima, alafu inakuwa edited, alafu ana twist. Mimi mwenyewe sikuambiwa, mimi mwenyewe nilienda, nililipa gharama, nikaenda mpaka Mombasa kutafuta kanisa hilo. Kuna porojo, roho zidanganyazo. Anawaambia watu kwa TV tuma pesa, alafu unapata miujiza yako. Porojo, na wanadanganya watu. Mimi nataka kusema kwamba dumu na mhubiri yule ambaye alikuhubiria. Dumu katika ushirika ya watakatifu, na Bwana yuko hapo katika jina la Yesu Kristo. Siku hizi tuna mafundisho ambayo inafanya masikio kuwa na utafiti, itching ears. Kuna watu ambao wanataka tu waende tu,
Siku hizi hata wahubiri wengi wahubiri neno la wokovu kama Elirop. Wakristo wengine wanataka kuhubiriwa ukweli, wanataka kwenda mahali ambapo wanachekeshwa. Hata kuna mhubiri mmoja ambao tumeachana na wao kabisa. Walianza vizuri, alafu wakaanza kwenda entertainment. Ni kuchekesha, hakuna kitu. Unaingia hapa ukiwa na njaa kukutana na Mungu, unatoka hapa hakuna kitu umeambiwa, ni kuchekeshwa, furahishwa. Makanisa mengi siku hizi, asante kwa Mungu, hapa nina maneno mengi mazuri ambayo nimejifunza. Hata kuimba kutoka tenzi, maneno ya muhimu ya Biblia. Waimbaji kwaya mmeimba maneno ya Biblia. Mpigaji wa vyombo amepiga kwa ustadi. Mahali pengine tu. Sasa watu wanakatika. Hujui kama ni ile kung fu watu walicheza kabla ya kuokoka. Maneno ambayo imewekwa kwa wimbo, haujui inasema nini, inatoka wapi, inaelekea wapi. Sasa utacheza mpaka utoe jasho, na hiyo ndio wanatafuta. Nilienda Geita huko Tanzania, nikakaribishwa kuhubiri. Walikuwa na kwaya 100 walikuwa wamekaribishwa. Watu walikuwa wamejaa kiwanja namna hii. Kulikuwa na kwaya moja ambao walikuwa wanaimba sana, mashuhuri, ndio waliimba kabla ya mimi walipokuwa wakiimba na kucheza, walikuwa wanacheza mpaka wanarukaruka, mpaka wanaenda kwa chini, na ilikuwa vumbi. Walikuwa wanapendeza. Baada ya kumaliza kuimba, mimi nakamata microphone nataka kuhubiri, nikasikia harufu ya sigara. Wale waimbaji wote walikuwa wanaimba hapa, wote walipotelea, sikuwaona tena. Walitaka tu kuja kuimba, na walikuwa wanacheza mpaka jasho inatoka, mpaka wanarukaruka namna hii. Lakini saa ya neno ya Mungu ilipokuja, wenye kuokoka ni wengine, si wale walikuwa wanaimba. Unajua kuna watu kama hawa wanakuja kwa entertainment, wafurahishwe tu, wanatafuta mahali ambapo kuna nyimbo. Hata nilikataza kwa kanisa langu siku moja, nikasema mnasema makofi ya juu, makofi ya chini. Hii makofi ya juu ni ya nani, na hii ya chini na hii ya kando ni ya nini? Shuka, panda. Hiyo maneno ni mazuri kuleta watu, lakini ni poroja ya utoto. Mbona mnasema amen? Mkitaka kufanya exercise, panda. Shuka. Lakini kama nimekuja na shetani amenisumbua na ugonjwa, ukiniambia panda, shuka, shetani atatoka saa ngapi? Kanisa Bwana asifiwe. Sikatai hiyo panda. Ukitaka kufanyia watu exercise, wamekaa chini, sawa. Leta panda, shuka. Lakini kwa ibada ambayo ni serious, hiyo ndio alafu unatoka na hiyo. Unatoka na nini? Lazima pia tupate nafasi ya kumwabudu Mungu kwa maneno ya kweli ya ukiri wa imani, ambayo baada ya kumaliza shetani anatoroka. Tunatoka hapa tukiwa tumejazwa ndani ya moyo wetu na furaha na amani ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati za mwisho kuna roho ya kudanganya inayoleta entertainment katika nyumba ya Bwana. Entertainment si mbaya, tuweke mahali pake, isiwe ndio kipaumbele ambacho tunatafuta, kwa sababu tunaweza kudanganyika. Tuwalete watu, tuwatumbuize. Mahali pengine nilienda nikakuta wameita waimbaji ambao walikuwa nusu uchi, ati ndio wavutie watu wakuja kanisani. Watu wamevaa kama wako ndani ya disco ile ya shetani, na ni kanisa. Nikashindwa nitahubiri namna gani, nani ataanza kuokoka? Ni hao walio mbele ama watu ambao wamekuja huko? Unashindwa. Roho zidanganyazo. Lazima tukubali Roho wa Bwana tuongoze katika kanisa la Bwana. Bwana asifiwe sana. Walidumu katika fundisho la mitume. Tujiepushe na mafundisho ya watu, mafundisho ya shetani na mafundisho ya masikio yaliyo na utafiti. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. E Bwana uniinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, utusaidie kwamba tunaweza kudumu katika fundisho la kweli, fundisho la mitume, fundisho ambalo wewe Bwana mwenyewe ulituachia, fundisho ambalo hatuna njia nyingine ya kutuleta kwa Baba ile kwa Yesu mwanao ulimtoa kwa dhabihu na sadaka kwa ajili yetu. Utupe roho ya hekima, utufunulie kwa siri za rohoni, ya kwamba tujue namna tunaweza kuishi hata katika nyakati hizi palipo na mafundisho yanayopotosha, mafundisho ya wanadamu, mafundisho ya shetani, na mafundisho ya wanadamu ya kuleta masikio kuwa na utafiti. Bwana, tupate uzima huo wa milele unaopatikana kwako. Naomba kwa ajili ya kila mmoja aliyesikiliza ujumbe huu siku ya leo, baraka zako ziwe juu yetu, kwa jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Mungu awabariki sana.